Narudia tena, uwe tayari kukutana na Yesu Kristo. Nitamleta mtumishi wa Mungu atakayekuwa mtangulizi leo kwenye mkutano wetu huu mzuri kabisa. Hivyo uwe tayari kukutana na Yesu Kristo aliye hai. Lakini pia tuna kwaya ngeni zitafika siku chache za usoni kutoka mkoa wa Songwe na wengine wengi majirani, na kama na wengine ambavyo wameshafika. Na sasa nitaomba ili nimlete mtumishi wa Mungu, mwinjilisti wetu, aseme kile ambacho Mungu amekikusudia kwa ajili yetu. Funika macho yako mahali ulipo. Wewe ni Mungu mkuu usiyebadilika. Jina lako limetukuka, ufananishi na yeyote. Na hata jioni ya leo upo Baba ili kutusaidia. Nyosha mkono wako sio wa kawaida katikati yetu, na nguvu ya jina lako inayopita nguvu zote itawale na kumiliki kwenye viwanja hivi. Wewe uliye mwanzilishi wa injili duniani, hata leo upo Yesu. Unalo jambo la kusema na mkutano huu. Wewe usena majira wala nyakati. Majira yote ni majira yako, na nyakati zote ni nyakati zako. Nyakati za baridi kama hizi Mungu, watu hawa wangesema kuna baridi, wasingefika mahali hapa. Lakini kwa sababu wanakupenda Yesu, wameitika ndio, wapo kwenye viwanja hivi. Na kusi Mungu mkuu, uwahudumie jioni hii kupitia mtumishi wako. Soma nasi mkutano wote mpaka mahali sauti unapofika. Mungu, kama hudumie hata yule aliye kitandani. Wakati mtumishi wako anasimama anaanza kuhubiri, operesheni katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu wa mwili anze kufanyika. Baba, ponya roho, ponya mwili. Usimwache yule kufia dhambini. Weka hukumu ndani yake kwa jina la Yesu. Kabla mauti haijamchukua, wokovu wakutane nao, na ile damu ikomboayo ikutane naye sasa. Baba yangu na Mwokozi uliye juu, anga hili nimeliweka kwako, ardhi iko kwako. Hakuna chochote chenye kupamba katika ulimwengu wa roho. Upo Yesu, unatawala na kumiliki sasa. Tumie mtumishi wako akiwa ni chombo chako. Wabariki watoto wako wasikiao, wasikilizaji, kwa kuwa ni mali yako, ni wa thamani mbele zake Mungu, na hivyo hautawapungukia. Ponya waliokuja wagonjwa, ponya walio na mataifa ya kila aina, kupana nayo. Fungua na kuokoa kwa jina la Yesu Kristo. Na shukuru Baba uliye hai, utupendao hata sasa. Mkono wako upo Yesu Kristo, haunyamazi kuokoa na kufungua sawa na vile utakavyo. Tunanyamaza kimya, tuhudumie sasa kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Amen. Makofi. Ukiweza unaweza ukasimama. Unaweza ukasimama kama sio kiwete na kama sio mlemavu.
Wakati mtumishi wa Mungu anakuja, basi makofi mazuri kwa Yesu. Makofi mazuri kwa Yesu. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Naomba tupungiane mkono namna hii. Kama una amani, una afya, hebu nyosha tena mkono wako namna hii. Nasema na watu wote ambao Mungu amewapa uzima, punga mkono wako namna hii kama mtu mzima. Haleluya! Haleluya! Amen, amen, amen. Naomba tuketi. Nakusalimu kupitia jina la Yesu. Ninayo furaha kubwa kuwepo katikati ya makutano haya. Lakini pia ninashukuru kwa ajili ya kibali ambacho nimepewa na baba yangu Mwasenga. Lakini pia nitumie nafasi hii kukukaribisha pia katika mkutano ambao utakuwa ni wa baraka sana na kufunguliwa kwa hali isiyo ya kawaida. Na kama kuna mtu yoyote yuko mbali, mualike. Ni muhimu awepo kwenye mkutano huu. Inawezekana amehudhuria mikutano mingi, lakini huu unaweza ukawa wa tofauti sana. Jina la Bwana libarikiwe. Wangapi wanaamini mkutano huu utakuwa ni majibu kwao? Biblia inasema ni yeye yule jana, leo na hata milele. Hajawahi kubadilika. Aliyefanya kipindi kile hata leo anaweza kufanya. Aliyefanya mwaka jana hata leo anaweza kufanya. Ndio maana nasema mualike jirani yako, mualike ndugu yako awepo kwenye mkutano huu. Ni muhimu sana. Bwana atakwenda kujitwalia utukufu. Basi nafikiri baba yetu amekwisha kuomba. Naomba unisikilize sasa kwa muda mchache. Nataka tufungue Biblia katika kitabu cha Luka. Luka 7 mstari ule wa 11. Luka 7 mstari wa 11. Nasoma kama ilivyoandikwa. Biblia inasema hivi: baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mmoja uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na makutano makubwa. Na alipokuwa akikaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje. Ni mwana wa pekee wa mamaye. Naomba nirudie. Ni mwana pekee wa mama ambaye ni mjane. Na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akakaribia, akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama. Akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema. Akampa mama yake. Bwana asifiwe. Mtumishi wa Mungu, hapa nataka niseme habari za mtu mmoja ambaye habari hizi zimehubiriwa siku nyingi sana, miaka mingi sana,
ni habari ambazo hazijawahi kuchuja wala kuexpire. Ni habari ambazo mtu mmoja anapoziamini mara moja, ghafla anapokea badiliko ndani ya moyo wake. Ni habari ambazo zinamtafuta mtu aliyechoka, zinamtafuta mtu aliyekata tamaa. Anapojenga imani tu mara moja, basi anapojenga imani ndani yake, basi habari hizi zinakwenda kumfanya awe mpya kwa imani yake. Hapa tunaona habari hii Yesu alipokuwa anaingia katika mji huo unaitwa Naini. Hapa palikuwa na mtu ambaye alikuwa na majeraha ya kufiwa. Huyu mama mara ya kwanza alifiwa na mume wake, maana Biblia inataja kwamba alikuwa ni mjane. Alifiwa na mume wake, lakini katika maisha kuendelea akafiwa tena na mtoto wake. Hakuwa na tumaini lingine lolote, hakuwa na msaada mwingine wowote. Basi mama huyu amekaa hali anaendelea kulia machozi. Watu wanakwenda kumpa pole, lakini ile pole bado sio msaada kwake. Ile pole bado sio jibu kwake. Huyu mama anaendelea kulia. Lakini baadaye kidogo yuko mtu mmoja anayeitwa Yesu wa Nazareti, ambaye ndani yake akaona kuna jambo linatakiwa kufanyika kwenye mji uitwao Naini. Yuko mtu mmoja ambaye ana machozi, yuko mtu mmoja ambaye ana kilio. Akaanzisha ziara yake ya kwenda kuokoa roho ya huyu mtu ambaye siku zote amekuwa na msiba ndani yake. Biblia inasema akaenda pamoja na wanafunzi wake, akaukaribia huo mji unaoitwa Naini, na watu wamelibeba jeneza, wanatembea wanakwenda kumzika yule kijana. Lakini Biblia inasema kwamba Yesu alipomwona yule mwanamke alimuonea huruma sana, na hii Biblia yangu inaniambia yeye alikuja kutafuta kile kilichopotea. Yesu alikuja kuwaganga waliokata tamaa. Yesu alikuja kuwainua walioshushwa chini. Yesu alikuja kuleta majibu kwa watu waliokosa majibu. Huyu mama amebaki na jambo moja, yeye ni kulia peke yake. Hakujua kwamba liko jambo linaweza kutokea. Yeye alibaki analia machozi peke yake, haoni msaada mwingine. Wako watu wako jirani na yeye, lakini mawazo yao ni kwenda kufukia tu, hawana jambo lingine. Lakini Yesu analeta historia mpya kwenye maisha ya mama yule ambaye alikuwa anaamini ya kwamba na huyu mtoto ameshanipotea. Lakini Yesu anasema kile nilichokupa hakitakupotea, maana yeye ni Yesu wa Nazareti. Naona kama kuna mtu mmoja ananielewa. Singesimama ulipo, mpe Yesu makofi na vigelegele. Huyu Yesu ana habari ambazo hazijawahi choka, hazijawahi expire. Akienda kwa Waebrania anawatendea makuu, akienda kwa Wagalatia anawatendea makuu. Hata leo atatenda kwa Wanyakyusa, atatenda kwa Wasafwa, atatenda kwa Wakinga, atatenda kwa Wangoni, atatenda kwa watu waliokata tamaa. Inawezekana hata wewe yako majeshi yamekushambulia, yamekumaliza kwenye ulimwengu wa roho. Ninazo habari njema kwa ajili yako. Huo sio mwisho wako. Waliosema mwaka huu hauvuki, watashangaa unaendelea kuchanua. Waliosema huu ndio mwisho wako, Bwana anakupa miaka mingine tena. Haleluya, watu wa Mungu. Yule mwanamke ameria
macho yake yamekuwa mekundu. Watu wanaenda pale wanampa pole, lakini pole sio jibu. Watu wanaenda pale wanamsaidia, lakini bado msaada wao hauna kutizi. Lakini Yesu anasema alipofika mahali pale akamwonea huruma, akamwambia mama yule, akamwonea huruma, akaenda akaligusa jeneza. Hata kwenye mkutano huu kuna mtu anakwenda kuguswa isivyo kawaida. Bwana anakwenda kutenda. Ndio maana nimesema ukiwa mwilini huwezi kujua kinachofanyika hapa, lakini hebu hamia rohoni uone Bwana anapokwenda kutengeneza watoto wako, uone Bwana anapokwenda kutengeneza ndoa yako, uone Bwana anapokwenda kutengeneza maisha yako. Leo historia mbaya itafutika. Haleluya watu wa Mungu. Unajua habari za Yesu tunapozihubiri, watu shetani amefunga masikio. Watu wanazichukulia kawaida. Yesu si wa kawaida. Yesu ni wa ajabu sana. Yesu ni wa ajabu sana. Bila Yesu tusingekuwa hapa tulipo. Bila Yesu heshima ulionayo usingekuwa nayo hapa. Angalia wamama wengine wamevaa tugauni tuzuri kwa sababu ya Yesu. Angalia vijana wengine wamevaa tusuti tuzuri kwa sababu ya Yesu. Angalia watu wengine waliokuwa wamekata tamaa sasa wanatabasamu, wana matumaini mapya katika Kristo Yesu. Angalia watu wengine walikuwa ni wagonjwa, walikuwa wanahesabiwa siku za kuzikwa, lakini Yesu amewapa tena neema ya kuendelea kuishi tena na kuishi tena. Angalia na watu wengine ambao walitamkiwa kwamba mwaka huu hautafika, siku zinaendelea kwenda. Asingekuwa Yesu usingefika mahali ulipo. Leo nataka nyosha mkono wako, kieta adui zako kwenye ulimwengu wa roho waliotamka mabaya, kieta kwa jina la Yesu. Kata kwa jina la Yesu. Maana Yesu kazi yake ni kuleta nguvu kwenye maisha ya watu. Waliona Yesu na wachangamke jioni ya leo. Sikiliza nikwambie, ukiwa na Yesu ni zaidi ya profesa. Ukiwa na Yesu ni zaidi ya wenye digrii. Na wapenda vijana waliona Yesu, na wapenda mabinti waliona Yesu, wakina mama waliona Yesu, wanameremeta kwenye ulimwengu wa roho. Wachungaji waliona Yesu, wanametameta kwenye ulimwengu wa roho. Tunatesa duniani mpaka usiwa wa milele. Maana aliye na Yesu hesabu zake ziko juu. Hatuna mahesabu ya chini. Maana Biblia inaniambia duniani tunapita. Wamama waliokoka wanajua wanapita. Vijana waliokoka wanajua wanapita. Wachungaji waliokoka wanajua kwamba tunapita. Leo wangapi tunapita dunia? Biblia inasema kwamba dunia sio ya kwetu. Ndio maana unapoona mikutano namna hii, manake tunajiandaa kwa ajili ya harusi kubwa, harusi ya mwana kondoo ambayo inamsubiri bibi harusi ambaye amekwisha kupambwa. Unapenda nikuambie, unapenda ujue bibi harusi, bibi harusi anayesubiriwa, unapenda nikuambie, si yule anaenda kufunga ndoa tukimbe. Bibi harusi anayesubiriwa si yule anaenda kwenye ukumbi wa kisasa. Bibi harusi anayesubiriwa ni yule aliyeacha uzinzi, ni yule aliyeacha uchawi. Haleluya, haleluya. Yesu analipa gharama kwa ajili ya mkutano. Yesu analipa gharama kwa ajili ya vijana. Yesu analipa gharama kwa ajili ya kina mama. Na ndio maana usione vijana wanasimama kuhubiri injili. Yesu ameshalipa gharama. Haleluya, haleluya watu wa Mungu. Bila Yesu tungekuwa tumekusahau. Bila Yesu usingefika hapo ulipo. Wengine kabla hawajaokoka alikuwa hata akipita sehemu watu wanaanza kuingiza kuku ndani. Sura tu zilikuwa zinatishia. Wengine walikuwa yani
sura ambayo yani akipita unasema watoto wako wapi? Lakini baada ya kuokoka, huyu Yesu anawabadilisha. Huyu Yesu anafanya neema. Huyu Yesu anafanya makuu. Huyu Yesu anampendezesha. Huyu Yesu anamuinua. Hebu nimependa ungempa makofi na vigelegele huyu Yesu. Haleluya. Yesu analeta furaha kwenye maisha ya watu. Ndio maana walio na Yesu wana furaha siku zote. Nyumba za watu walio na Yesu wana amani siku zote. Hata mchawi akiingia anakuwa amejichanganya kwenye hiyo nyumba. Maana nyumba hiyo inawaka moto tu. Inawaka moto tu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Mwanzilishi wa Injili ni Yesu peke yake. Alikuwa na Injili inayowaonea watu huruma. Alikuwa na ubiri, anaenda Samaria na ubiri. Anatoka Samaria anaenda Makedonia na ubiri. Anawaambia watu tubuni kwa sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu anatafuta nini kwenye maisha ya mwanadamu? Yesu anamwalika mtu mmoja aende kwenye ufalme ule ulioandaliwa tangu zamani. Yesu anatafuta mama mmoja aende aingie kwenye ule ufalme ambao ule ufalme wengi watatamani kuingia lakini wasiweze. Maana Biblia yangu inaniambia, inasema wengi watatamani kuingia lakini haitawezekana, kwa sababu njia ni nyembamba na mlango ni mwembamba, nao wanaoingia ni wachache. Maana shetani kwenye dunia hii ameleta elimu ya kuua watu. Wanakufa kwenye ulimwengu wa roho, wanadhalau mambo ya Mungu, wanachukulia kawaida kwenye mambo ya Mungu, wanaipenda dunia kuliko kumpenda Mungu. Wanaingia kanisani mguu mmoja ndani na mwingine nje, yani muda wowote anakuwa eleweki. Lakini mtu ambaye anasubiriwa kule ni yule ambaye amekwisha kupiga hesabu, ameweka miguu yake sawa. Anasema kama ni kuishi ni Kristo, na kufa ni faida. Jina la Bwana libarikiwe wapendwa. Haleluya. Usione tumesimama leo tunahubiri, tumeshapiga hesabu sawa sawa. Hata kama kuna watu watakao tudharau kwa ajili ya huyu Yesu, hiyo haimaanishi tumwache huyu Yesu. Hiyo hatutamwacha huyu Yesu. Maana tulipokuwa na Yesu tumepata faraja ambayo hatukupata kwa wanadamu. Huyu ndiye fariji wa kweli. Biblia inasema alipomwona yule mwanamke akamwonea huruma. Yeye ndiye anayekomesha kilio. Akamwambia usilie, nyamaza. Hebu piga picha kwa akili ya kawaida. Watu wamebeba jeneza, watu wamembeba maiti, wanakwenda kuzika. Yule mama wanamshikilia, hana nguvu tena. Mume amekufa, mtoto amekufa. Watu wanaleta lambilambi lakini hazisaidii. Watu wanaleta pole lakini hazisaidii. Watu wanaleta mahindi lakini hayasaidii. Yule mama amebaki anaishiwa nguvu. Lakini baadaye kidogo anakuja bwana mkubwa. Hebu sema bwana mkubwa. Anakuja na msafara wake, anakuja na ndai, anaingia kwenye huo mlango, anawakuta watu wanalia. Sijui walikuwa wanalia Kiebrania, mimi sijui. Sijui walikuwa Wasamaria, mimi sijui. Biblia inasema alipomwangalia yule mwanamke alimwonea huruma. Leo mwanamke ni nani katika dunia hii? Tafsiri ya kibibilia, kanisa ndiye bibi harusi anayesubiriwa, ambapo tunahubiri, changamoto zinatokea, wengine wanatudharau, lakini yuko mwanaume mmoja Yesu. Katikati ya dharau yeye analeta heshima, katikati ya kushushwa yeye anatuinua. Hata wewe uliyeko hapo, kama unaamini Yesu anaweza kukuinua, singepiga tena makofi na vigelegele, singeongeza tena makofi na vigelegele tena. Haleluya, watu wa Mungu. Mkutano una majibu ya mtu. Mkutano una baraka za mtu.
presha. Hiyo presha yuko Yesu. Yuko Yesu anayetenda makuu. Yeye akikuangalia macho yake ni kipimo tosha. Yeye akikutazama anaangalia mpaka ndani. Wako watu wamejeruhiwa na dunia. Wako watu wameumizwa na dunia. Huonani msiba wa aina yake. Mtu anakwenda kanisani lakini anayo maumivu. Mtu anaishi lakini anayo maumivu. Na mwingine anacheka lakini anayo maumivu. Mkutano umebeba majibu kwa ajili yako. Haleluya watu wa Mungu. Sikiliza nikwambie, kama kuna sauti inakupa mashaka, sema leo ndio siku ya kutoka. Leo ndio siku ya kufunguliwa. Leo ndio siku ya kutoka. Leo ndio siku ya kuweka mabawa na kupaa kuelekea maono yangu. Nataka kuona mtu mmoja toka ulipo kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya mtu wa Mungu. Yesu alipokuwa anakwenda kubatizwa, Biblia inasema sauti ikatoka juu. Ikasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa, ninayependezwa naye. Msikilizeni. Msikilizeni. Huyu ndiye mwanangu nimpenda. Huyu ndiye mwanangu nimpenda. Msikilizeni nani? Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu amebeba majibu ya kila mtu. Ndio maana hata yeye anapotembea anaendelea kusema ya kwamba aniaminie mimi anao uzima wa milele. Ukimwamini Yesu unao uzima wa milele. Ukimwamini Yesu hakuna mchawi atakayegusa maisha yako. Siku moja nilikuwa nawaambia watu, wachawi hawana akili. Na leo tena narudia tena kusema, achana na wale ambao wanatamani kuokoka. Wachawi wanaotamani kuokoka wana akili. Ila wale wanaotamani kuanga na watangazia moto kwa jina la Yesu. Maana wachawi hawapendi mikutano. Kama kuna mchawi hapa, nyosha mkono mara moja. Hawapendi mikutano. Hawapendi kuona unafanikiwa. Wakiona unalima unafanikiwa wanachukia. Leo moto wapate kwa jina la Yesu. Leo moto wapate kwa jina la Yesu. Na mchawi anayepambana na mtu wa Mungu aliyeokoka kufa na afa katika jina la Yesu aliye hai. Hii wajua kwamba uko Mungu. Siku moja nilikuwa na ubiri sehemu, nikaongea habari za wachawi. Nikaona watu wametoa macho makubwa namna hii. Wanasema huyu mtu vipi tena? Bwana asifiwe. Unajua kwa nini nasema hivyo? Ndani ya Kristo Yesu iko nguvu ya ajabu sana. Kwanza, jina hili ni jina ambalo walitembea nalo mitume. Petro na Yohana walipokuwa wanatembea, wakamkuta mtu ambaye mguu wake umepinda namna hii. Wakamwambia, hatuna fedha wala dhahabu, tulicho nacho ndicho tukupacho. Hata mimi leo nimealikwa kwenye mkutano huu, sina fedha wala dhahabu, nilicho nacho ndicho ninachokupa. Hicho kitakupa amani kwenye maisha yako. Wakasema, kwa jina la Yesu simama na uende. Yule kiwete anabaki anaangalia, hajui kwamba kinachofanyika ni namna gani. Unajua kuna neno ambalo linaweza likatoka madhabahuni. Mtumishi wa Mungu anasema, wewe uko mwilini. Unaona mtumishi leo amechanganyikiwa leo. Yule kiwete anamwambia, kwa jina la Yesu simama uende. Anaangalia. Biblia inasema Petro akamshika mkono. Baada ya kuona kwamba kile kitu ni kama hawa watu kila siku wananipaka sadaka hapa, wanajua mimi ni mlemavu, leo wanasema nisimame. Anaangalia, Petro akaona muujiza utaexpire, akamshika mkono. Biblia inasema mara nyayo na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Hebu
hekalu, akarukaruka kwa miguu yake, akamtukuza Bwana, akamshangilia Bwana, akashangilia jina la Yesu. Haleluya, watu wa Mungu. Alafu wakuu wa makuhani na Mafarisayo na Masadukayo wakasema, imekuwaje habari hii? Wakasema ni kweli kwamba ishara mashuhuri imefanyika. Yani Yesu anafanya vitu vilivyokamilika. Ishara mashuhuri imefanyika na hatuwezi kuikana. Wakaenda kuuliza, amefanyiweje huyu mtu? Biblia inasema walipofika kuwaona Petro na Yohana, wakaangalia, wakaona ni watu kwanza wasio na elimu, ni watu ambao wanaonekana ni vyapunga. Kama leo tunavyohubiri Injili, wako watu wanaona tunapiga makelele, lakini tunapiga makelele kwa faida ya mbinguni, wala sio ya duniani tena. Wakawa wanashangaa. Hebu sema wakashangaa. Leo adui zako washangae kwa jina la Yesu. Mungu akupe nguvu za kusomesha watoto wako hadi adui zako washangae kwa jina la Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Wakashangaa. Ni watu wasio na elimu, wakiwaangalia wanaona wamejaa ujasiri, wao wakatiwa nguvu. Wakasema kwamba mbona mnatuangalia sisi kana kwamba tumefanya sisi kwa nguvu zetu? Wakaanza kuwapiga Injili, wakasema yule Yesu Mnazareti ambaye tunamhubiri, ambaye niye mlimkataa na baba zenu wakamsulubisha, huyo ndiye aliyemfanya mtu huyu kuwa mzima siku ya leo. Jina la Bwana libarikiwe. Tangu kipindi hicho mpaka leo Yesu anaendelea kupenda, mpaka leo Yesu anaendelea kufanya. Fikiria mwenyewe, wanatembea na jeneza, mtu amekufa. Sema amekufa. Unajua kuna tofauti kati ya kufa na kusimia. Yani mtu anakuwa amekufa, yani hahemi. Yesu anaenda kwenye mambo ambayo yanaonekana yameshindikana kabisa. Wanasayansi vipimo vinaonyesha amekufa, lakini Yesu anaonyesha uzima uko ndani yake. Bwana asifiwe. Ni ngumu sana kwa akili za kawaida. Watu wanakwenda kuzika, unawaambia simamisha msafara. Ni ngumu sana. Unafikiri huyu mtu labda anataka atoe rambirambi, lakini yeye anasema kijana hajafa. Watu wanaanza kurudi nyuma, mtu mmoja, imekuaje? Lakini wakati wako katika amaki, Yesu anasema kijana, anakuambia hamka. Biblia inasema yule maiti akainuka, akaanza kunena. Jioni ya leo kuna mtu anakwenda kuinuliwa. Jioni ya leo huduma yako itainuliwa. Jioni ya leo kama unayo imani, hebu nyosha mikono yako namna hii. Nataka niseme na watu ambao wanasema Yesu niko hapa. Yesu nataka uniguse. Yesu nataka uniinue. Yesu nataka ufanye jambo jipya. Yesu nimechoka na haya maneno. Wako watu wametamka maneno ya kwamba sitaendelea, ya kwamba sitafanikiwa, ya kwamba nitakufa maskini, lakini nguvu zile zilizotumika kumuinua yule maiti, leo kaniinue Yesu. Leo kainue maisha yangu, leo kainue nyumba yangu, leo kainue ndoa yangu, leo kainue kazi yangu, leo kainue huduma yangu. Bwana asifiwe sana, mtumishi wa Mungu. Haleluya, watumishi wa Mungu. Ndani ya Yesu ipo nguvu ya ajabu. Waliona Yesu wana nguvu ya ajabu sana. Ukiwa na Yesu una nguvu ya ajabu sana. Ndio maana mimi nawaambiaga watu, wokovu sio kitu cha kukidharau. Wokovu ni kitu cha maana sana. Wokovu ni kitu cha thamani sana. Ukiona kwamba wokovu haukusaidii, jua kwamba hujasimama vizuri na Mungu. Lakini unaposimama vizuri na Mungu, wokovu unaweza ukabadilisha
kubadilisha historia ya maisha yako. Hata leo unaweza ukawa mtu mwingine. Hata leo Bwana anaweza akabadilisha historia. Hata leo Bwana anaweza akakutia nguvu. Hata leo Bwana anaweza akakamata watesi wako akawaweka chini ya miguu yako, akuache wewe utembee salama, akuache wewe uendelee salama, akuache wewe utambe salama. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Yesu ni mwenye huruma sana. Najua kuna mtu anasema, mchungaji, haujui tu ninayopitia. Maana kuna wakati unaweza ukawa unahubiri, mtu mwingine anasema, mchungaji, yani hata hapa nilipo sielewi kama kesho nitafika. Ninayo changamoto nzito, ninalo jambo kubwa. Hapa nilipo ninapata na vidonda vya tumbo. Hapa nilipo nahisi kufa tu. Hapa nilipo nahisi kujinyonga. Sikiliza nikwambie, usife. Yesu akasema, wewe mwanamke usilie. Yesu anayo majibu kwa ajili yako. Yesu anazo baraka kwa ajili yako. Nataka kabla mwaka huu hujaisha, nataka nione mtu mmoja anastawi kutoka mahali hapo. Nataka nione mtu mmoja anainuliwa. Nataka nione mtu mmoja historia ya maisha yake inabadilika. Na ili ubadilike, unahitaji jambo moja, ni kumwamini Yesu. Usiamini kitu kingine. Unajua watu wamekata tamaa kulingana na mchanganyiko ulivyotokea katika imani. Mwingine anasema, mchungaji, nimekula mpaka keki za upako, lakini bado changamoto ziko pale pale. Nimekunywa mpaka mafuta, bado changamoto ziko pale pale. Watu wanalishwa vitu vya ajabu. Siku moja nilikuwa nafuatilia sehemu, nikaona mpaka ndala za upako zipo. Keki za upako, vimebaki tu vibaba vya upako, ndo bado sijasikia. Yani mpaka unajiuliza, upako tulionao sasa hivi ni wa namna gani? Picha za upako zimekuwepo, mpaka picha za upako, yani picha ya mchungaji ya upako. Mwingine akasema, nimeweka picha ya mtumishi wangu kwenye gesi aishi. Sasa huo si uchawi huo? Bwana asifiwe sana. Haleluya watumishi wa Mungu. Huwezi ukabadilisha maisha yako kwa kunywa mafuta. Ndio maana kuna watu leo hii wanasumbukwa na kansa, wajui zimetokana na nini. Ukanywe mafuta mabichi, utapona wewe. Unakunywa mafuta, unakula pilipili za upako, mtu wa Mungu. Hii yote ni kwa sababu hatujapata wokovu. Wokovu hauko kwa ajili ya kula, hatuli keki kwenye kuokoka. Hebu mwambie mwenzako, unaelewa kitu hapa? Yaani sasa hivi eti tukitaka tukupe upako, inatakiwa tukae na mama tupike vibama vingi viwe vya upako. Yaani tunabadilisha tu, tunaweka upako. Na watu walivyo waajabu, sijui watu tuna shida gani? Yaani watu ni waajabu, wamemsahau hata aliyewaumba. Na wanapochukua vile vibama kama wanachukua kitu chenye thamani. Yaani mtu anatembea eti anaenda kuchukua kibama cha upako. Mimi najiulizaga, yaani ikiwa ni hivyo basi kanisa limeisha. Lakini nasema kanisa aliwezi kuisha. Ndio maana Mungu amemsimamisha mchungaji wetu Masenga upande huu wa Mbalizi tu. Yeye atasema iliyo kweli, atawaambia watu iliyo kweli. Sasa ni nyakati za mwisho.
wanakunywa. Ndio mtu utashangaa na magonjwa yasiyotibika. Utaponaje wewe unakunywa oili? Oili wanaweka kwenye gari. Ile oili ni ya gari, isipokuwa wameongeza neno oili ya upako. Yaani ndio imekuchanganya kwenye upako hapo. Hakuna kupona kwenye oili za upako. Ukitaka upako, mwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi. Yeye anabadilisha historia ya watu. Mimi nasema kuna biashara nyingi zinafanyika. Biashara, kuna YouTube kule, kuna somo nilikuwa nimeitengeneza linalosema biashara zinazofanyika makanisani. Lakini leo tunatakiwa kumhubiri Yesu. Yesu ni zaidi ya kila kitu. Yesu ni zaidi ya keki. Wewe uliyekuwa unakula keki, njoo tukupe jina la Yesu hapa. Achana na keki, achana na mafuta, achana na chochote. Ndio maana imefika sehemu watu wanasema nimeombewa sana sijapona. Muulize umeombewa kupitia nini? Anasema nimekunywa mafuta. Sasa wewe utaponaje kwa kunywa mafuta? Jina la Bwana libarikiwe. Mwingine anasema nafanya biashara lakini haiendi. Nimeweka mpaka picha, nimeweka mpaka mafuta, haiendi. Kanuni ya biashara, fanya biashara kwa mahesabu na ufanye kwa bidii. Mchungaji atakuombea. Usipofanya bidii hautafanikiwa. Hivi vitu vinaenda pamoja. Bwana asifiwe. Mara kuna watu wanaombewa na akishaombewa kesho Jumatatu anaamka saa 5 kwenda kazini. Sasa hapo kosa ni la nani? Bwana asifiwe. Haleluya. Na watu wengine hawaitaki toba ya kweli. Ndio maana hawajibiwi maombi. Ndio maana wanapewa vitu vya ajabu. Ni wafifu wa kuomba, wafifu wa kumtafuta Mungu. Hawataki kuokoka. Ili upate badiliko lazima uokoke. Yesu ataanzisha safari nyingine katikati ya maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna wokovu kwa mtu ambaye anamzaa. Hakuna wokovu. Leo hii tunasema tumeokoka, lakini watu anasema mguu mmoja uko ndani, anasema najiongeza. Ukishaokoka hamna kujiongeza. Jina la Bwana libarikiwe. Na linatoa mwaliko hata kwa mtu yeyote anayetaka kuokoka leo. Kuokoka ni kutubu dhambi kwa moyo wako wote, kuacha usinzi, kufuta namba za michepuko, kufuta namba za watu. Kuokoka ni kuacha kwenda kwa waganga. Kuokoka ni kuleta tuungo. Kama jamani, leo nimeamua kuokoka. Mwenzenu narukaga usiku. Bwana asifiwe. Wewe unayetaka kuokoka, kuokoka ni kubadilika. Acha kila kitu. Wokovu maana yake unaitumikia dunia. Umeshaona hasara duniani, sasa unaamua kuingia upande wenye faida. Na upande wa Yesu ndio upande wenye faida. Ndio maana tuliokoka hatufi kwa ukimwi. Tuliokoka hatuna mashaka ya kwenda kupima kama ninavyo au sina. Unapima wakati kuna nini? Jina la Bwana libarikiwe. Maana mimi nimeshaokoka. Wanapita watu na kagari kao kama tangazo, tupime HIV, na wewe moyo unadunda. Kwa nini moyo unadunda? Kuokoka ni kuwa salama.
Sijui unanielewa mtu wa Mungu? Mimi nilikuwa natamani hata hapa atokee mtu mmoja aseme nina tuungo tuko huko nyumbani, tuchome moto. Ndio kuokoka. Kuokoka ni kubadilika. Kuokoka ni kuacha dhambi. Kuokoka ni kuacha uchafu. Maana dhambi ni utumwa na dhambi inaua. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, na watu wanakufa. Watu wanakufa katika dhambi. Watu wengi wanapotea katika dhambi, na shetani eneo hilo hana huruma. Unaweza ukasema nijaribu, hii ni mara ya mwisho, ndio siku hiyo hiyo unakufa. Hata wewe uliyekuja hapa unawaza kwamba niokoke, ngoja ni testi tu leo. Hiyo hiyo leo ndio wanaenda kukukamata. Utasema yule mhubiri alikuwa mchawi. Sio mchawi. Mkutano umewekwa ili watu wasalimishe maisha yao, ili watu waokoke. Wakishaokoka wanakutana na huyu mwenye huruma, anayebadilisha maisha, anayekufanya unawiri, anayekufanya uonekane mtu katikati ya watu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, watu wa Mungu. Yesu ni mwenye huruma. Yesu anakupenda. Inawezekana iko misiba mingi unapitia kwenye maisha yako. Naomba usimame ulipo. Naomba usimame ulipo. Yawezekana yako mambo mengi yanayokuumiza. Yawezekana iko misiba mingi. Yawezekana ziko changamoto nyingi. Na hata jioni ya leo huelewi kwamba kesho kutakuchaje. Shetani amekamata maisha. Shetani amekamata amani yako. Shetani amekamata mwelekeo wako. Huna mwelekeo tena. Unajaribu kurusha hatua, bado hali ni mbaya, nafuu ya jana. Huna jibu lingine tena. Huna tumaini lingine tena. Umeshawaambia ndugu na bado hawajafanya chochote. Umewashirikisha majirani, bado hawajafanya chochote. Jioni ya leo yuko Mungu. Yeye anasema ninajua mawazo ninayowawasia